kuua mtu kwa sababu tu alikuwa anakunywa pombe pamoja. Mmoja akamgusa mpenzi wa mwenzake begani, mwingine akakasirika akampiga na ukuni kichwani. Katika pombe mtu akafa. Saizi wapo gerezani. Ukisimuliwa habari ya mtu kuhukumiwa kunyongwa ni kama huelewi hivi. Mtu akifungwa kifungo cha maisha. Leo hii wewe unafanya anasa, ni kipindi chako cha anasa, una hela hizo ndogo ndogo hizo za kuuza mafuta bodaboda, lakini kuna mtu alikuwa anatembea na mabinti wadogo kama wewe unavyotembea na mabinti wadogo siku hii ya leo. Yuko pale gerezani anatumikia kifungo chake cha maisha akiwa gerezani. Kama leo nikikukamata wewe, nikuweke hata kwenye duka la mtu lina chakula, nikikwambia kaa humu ndani, kuna kitimoto, kuna kila aina ya chakula, kula, lakini hautatoka nje. Nakwambia nikakupa hata risali moja, usione nje, usiwaone rafiki zako, ni kitu kinachoumiza sana. Lakini kuna mtu alitembea na mwanafunzi kama wewe. Kuna wengine wanatafuta dawa za kienyeji za kutafuta utajiri kwa kulala mpaka na wabibi au na wababu. Nataka nikwambie, ukikamatwa ni miaka maisha. Ukiingia ndani hakuna mtu ambaye utakayemuona. Utakachokuwa unashangilia ni kile tu rais amesamehe kifungo cha maisha kwenda miaka 30. Unasema kiajepo imekuwa miaka 30. Lakini umeshapoteza uhuru wa kwako. Yule mwana mpotevu alizingatia, akasema haya sio maisha ya kwangu. Nitatembeaje na watoto wadogo? Nitakunywaje pombe kiasi ambacho watu hawawezi kunitamani tena kuniangalia? Akazingatia ya kwamba inawezekana vipi nikakosana na ukoo mzima, watu wakakaa